Kwa majina mimi naitwa Amos Nyaribo, kiongozi wa chama ya UPA, United Progressive Alliance, na mimi ndio gavana wa Nyamira. Nimepati hiyo pati ilisimama mara ya kwanza 2022 na tukakuwa kupata gavana mmoja, mjumbe mmoja wa parliament kutoka Bonchari na wa MCA 18. Kwa hivyo vile ilikuwa mara ya kwanza, sasa tunajipanga tutetemeshe nchi yote ya Kenya. Ndio leo tumekaa hapa, tumekuwa na National Executive Committee ambao ikafungua njia, tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Ndio niko na wenzangu hapa vile mnawaona, nafikiri nimewaintroduce. Kuanzia Secretary General Mr. Bagaka, chairman yako hapa. Tuko na delegates kutoka Kwale, tuko na delegates kutoka Uasin Gishu, kutoka Kakamega, Kisumu, Wajir, Narok. Wako members ya either NEC au National Governing Council. Kwa hivyo msije mkasema hii ni party ya Kisii. Hii ni national party. Lakini vile tuna expand kwa top, tutakuwa tunasurrender vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, Western ipate ingine, Rift Valley ndio tukue na nguvu zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kwenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maofisi total ikwe 26. Kuanzia Januari tunafungua hii ya Nyamira, halafu tuende 26. Watu ya Mombasa wako tayari, Kwale wako tayari, Kilifi wako tayari, Nairobi wako tayari, Nakuru wako tayari. Sasa tuko njiani, tushikiane pamoja, tuchenge Kenya yetu, Kenya moja. Asanteni. Saini ya UPA ni pikipiki na mtindo ni kufanya kazi ya haki. Kazi ya haki. Saini ni pikipiki. Pikipiki ni kwa sababu tunaenda na mwendo kubwa sana wa kasi. Ukiangalia mambo ya ushuru, of course serikali inataka pesa ndio ifanye kazi, iweze kuimplement mradi hapa na pale, miradi. Lakini kusema ukweli, huwezi leta taxes mara moja. Hiyo ndio pingamizi ambayo iko kabisa. And we have told the president so. Hiyo sio kitu tumemwahidi. Kodi lazima tulipe ndio kazi ifanyike. Lakini huwezi leta zote pamoja. Watu lazima wa breathe. Na ukileta zote pamoja, what will be the effect? It erode the purchasing power even for civil servants. Once you erode the purchasing power, hata mama kioski atasumbuka. Hakuna mtu atanunua mboga. Isn't it? So hiyo ndio tunataka kuleta mwelekeo mpya wa maendeleo bila kuumiza mtu yoyote. Because hata hiyo tax inataka kusaidia wanyonge. Huwezi enda mpaka wanyonge wa malisi. Jacob Barongo Bagaka, SG for UPA Party na pia naibu spika wa Kisii County. Siku ya leo tumekuja hapa Nyamira
because we were doing NGC, National Governing Council, ambao ni mkutano unaleta pamoja viongozi ambao wamechaguliwa na pia NEC. As you can see behind me, we are working on an office. We are working to have 26 offices across the country by June, by the end of this financial year. Kwa sababu kama chama hapa Kenya kumekuwa na matatizo mingi, especially mambo ya ushuru. Taxes currently have gone so high and Kenyans are not able to make a living. And as a party, we want to offer an alternative voice. And the nation is crying for an alternative voice, and UPA is going to be the party that can be able to carry the aspirations of Kenyans na kuleta Wakenya wote pamoja. Hata hapa Kisii mmeona watu wakiongea juu ya Obomo Gusii. Na sisi kama chama tumeita wale vyama vingine vyote KNC, PDP na wenzetu wote ili tuje pamoja tutafute njia mwafaka ya kwenda pamoja kama Wakisii na pia as a nation. Our party has the philosophy that can be able to repatriate people from these high taxes, and we have always asked the government which is in place, how comes you want to bombard Kenyans with all the taxes at once? Even if you wanted to make changes, you can't bring SHA, you bring Taifa Care, everyone is confused in Kenya. And we are saying we want to provide the alternative voice for Kenyans so they can be able to air their issues. There's something in the constitution called public participation. Lazima tuelewe ya kwamba as leaders, even if we are given an opportunity to lead, we are not the end to ourselves. We must ask Kenyans what they need and we must listen to them. The Gen Zs who did the demand that Kenyan must change through their revolt helped us to change the finance bill. But again, right now we are speaking. I saw the President of Kenya addressing governors yesterday and speaking about transfer of functions. I want to ask that whatever he said should be able to happen. But again, I want to ask on behalf of county assemblies across Kenya that we have had a review of ceilings of county assemblies. How possible is it that you want to develop counties and support counties and develop units if you cannot be able to sustain the ceilings of a particular current year? Sahi tunaambiwa ya kwamba all the assemblies in Kenya have been cut their ceilings by up to 20-25%. How do you want to review the salary of a person katikati ya mwaka? Na how can you want to review MCA sasa hata kuwa na allowance kwa miezi 6 ambayo ijayo? How do you want us to do the procurement plans for these particular assemblies? I want to request on behalf of this party and the members of county assembly across Kenya that it's not acceptable for CRA or the Senate or Parliament or even the President himself to change the ceilings of the entities that are there in the Constitution, which is devolution. For it to work, we must allow the MCAs to work. And as a party, we will defend devolution. We will stand with devolution and we must ensure that it works because that's the core of our constitution. Asante sana. Talk about the issue of presidency, the party's position on fronting a presidential candidate. Na watuambia kama Matiang'i amezungumza sana atakuwa anasimama na chama hiki. Sisi kama chama hatutaki kusema mengi about 2027. But ukweli ni kwamba we are a party to watch. UPA iko na candidate mwanzilishi wa chama hii anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Ni mtu ambaye akona sifa mzuri Kenya mzima, alipatiwa uwaziri wa education na akabadilisha mambo mengi ambayo kila mtoto ambaye amegrow saa hii anaona ya kwamba waziri alifanya kazi. Na wakati atakapokuja na kusimama na hii chama kubwa, chama ya UPA, ile ya UDA nafikiri itafunga virago na iende nyumbani. Mheshimiwa, swali niko nalo. Tumeona kwamba baadhi ya viongozi vijana ambao wanazidi kuibuka ni kama wameweza kutelekezwa. Tunaona kwamba wale wazee vigogo wameamua kuungana pamoja ili kuhakikisha kwamba baadhi ya vijana ambao wanazidi kuamka kisiasa wanaweza kukanyagiwa chini. Je, chama hiki cha UPA kitafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wadogo ambao wako umri wa miaka 35 kwenda chini wanaimarika? Kwanza, kuna njama hapa Kenya ya kuua vyama vya kisiasa. Muda ambao umepita ambao si mrefu sana, mmeona chama kuu kinachotawala sasa UDA ikijaribu kununua vyama vingine. But our constitution, those who drafted it wanted that we have a democracy, a multi-party system. Mahali wananchi wanaweza toa sauti yao hata ikiwa chama ni kidogo, vyama vyote vinatoshana. Sisi kama chama tunataka kusema kuna uhuru wa kujiunga na chama chochote, na pia we do not support where political leaders want to carry the aspirations of Kenyans on their own. Lazima wananchi wakuwe na sauti yao, na haiwezekani ya kwamba viongozi wawili wakikaa pamoja wakielewana sisi wote hata tukilala njaa tutakuwa tunawafuata. Hapana, lazima wananchi wakuwe na nafasi ya uongozi na pia kuendelea mbele. Sisi kama chama we want to say that the constitution must be defended, na lazima mambo ya democracy ikubalike Kenya. Kila chama iko na uhuru wa kuleta sifa zao na watu waweze kuchagua chama ile ambao wanataka.